akavuta ya kwanza, ya pili yuko ndani ya kisanduku. Soa akaachia mkwaju na mguu wake wa kulia, akaenda kutembea kama simba dume hivi kwa ubabe, akiwa anajua kabisa tayari ameuanza msimu vyema. Kama kuna mchuano wa kusaka kiatu, basi naye ameanza na mguu wa kulia. Owar Obina anakiwa tena huku na Sadiq Obina, anapoteza wenyewe. Chasambi yeye na Andre Kofi anawekewa tena Mboma ambaye amerudi upande ule ambao alianza mwanzo, licha kwamba kuna wakati aliswitch yeye na Nzau. Wanadhibiti tena, wanachukua mali, wanaiba. Chasambi yeye na Shehan, inakatwa moja tena, kataa kule. Shomari Musa anauvusha mpira mrefu sasa. Acha tuone atafanyaje sasa katika jaribio hili. Fontaine nje ya 18 anaanguka mwenyewe. Shomari unacheza ule mpira umekwenda nje, utakayofaidika ni kurusha kwa Fontaine, licha kwamba wangeweza kufanya jaribio bora zaidi walipokuwa na mpira. Wamepoteza wenyewe kirahisi. Shehan, Chasambi, Jonathan Soa, mmoja anasema twende. Boma anafanyaje? Anatafuta box ama la, bado hajajua afanyeje. Anacheza tena chini kwa Pipino. Shehan wekea tena Nzau, dakika 2 Chasambi tena kataa kule. Kumisha dakika 15 Somali anaamua kuiacha dakika 2 ambazo zimeongezwa kufikia mambo ili dakika 45 ziweze kuchezwa. Bado Singida wapo mbele kwa goli moja la Jonathan Soa. Katikati ya mduara anajaribu kupita kino, basi anaambiwa amemfanyia madhambi James Wilson Mwashinga. Kona bao utana vibaba viwili, James Wilson Mwashinga pamoja na Chuku Shiga Shomari. Dakika 45 za kwanza zinakamilika kutoka Airtel Stadium Mwikulu Complex, eneo la Mtipa. Kisha tunarejea kwa ajili ya uchambuzi makini kweli kweli na Abisai TV. Na anaisogeza kwa mguu wake, cheza tena chini huko, anazunguka vyema, anakataliwa. Ahmad Ramadhani Ahmad anaambia Joe Andre Kofi, weko tena pembeni huko, anaitafutwa sasa ni Nzau, ana switch upande kumtafuta Mboma. Andre Kofi anaenda kuchukua mali hiyo, weka ndani, akiwa anakataa bado. Mwamuzi anasema ni foul. Yusuf Amin Sadam akauchapa kwa mguu wake wa kulia, hakuwa na nafasi. Parapanda Rashid Ibrahim Abdallah 2-0. Ni kama sasa maji yamezidi unga. Maseka anawekewa ntu ile, lakini anaachiwa mlinda mlango naye anakuja naondoa Parapanda. Obasi anakwenda chini kiurahisi kweli kweli, akidhani amekutana na mabeki mpeche, lakini hawa ni mabeki ngangari kweli kweli. Hawajampa nafasi ni leo ya kufanya mambo ambayo amezoea kuyafanya katika ubora zaidi. Metacha Mnato katika eneo lake la kujidai, mpaka sasa bado ana clean sheet, hana wasiwasi aina yoyote. Boma Imoro Ibrahim inapitisha kwa mara nyingine tena. Haya, anaingia tena Yusuf, lakini haonyeshi udhaifu wa namna yoyote ile. Fontaine Gate ndio NBC Premier League. Dakika 5 ndizo ambazo zimesalia kabla ya mechi kutamatika. Kadhaa kila ambapo walifanya kosa wenzao walitumia vyema, lakini pale ambao Singida walifanya makosa walikwenda wakarekebisha tena. Ingiza tena mpira moja ndani, mtafuta Obasi, lakini waishia njiani. Haya, unachia mpira moja mkwaju. Mwamuzi anasemaje? Wanalalama kwamba mpira umeshikwa, lakini mwamuzi anasema kwamba hajavutiwa na chochote katika malalamiko yao.
Wanaondoka tena Singida kwa mara nyingine. Nawekwa tena muda ule, mwamuzi anasema cheza. Haya, anaweka nje mpira Hashim. Pata nafasi nzuri kweli kweli Hashim Kindemile akiwa kwenye utulivu, lakini mpira aliyoupiga haukuwa na faida aina yoyote kwa upande wa timu yake. Jukwani nako kumechangamka kweli kweli, mashabiki hawapoja waboi wapo mbele kwa magoli mawili. Ukienda ukiwauliza sasa hivi Vali, nasemaje msimu huu, wanakuambia sisi mabingwa. Kwa utamu wa mashabiki, ongea tu lolote ambalo linakujia mdomoni. Kazi ya kucheza waachie wachezaji wenyewe, watapambana. Imoro Ibrahim cheza na James Wilson Mwashinga, anawekewa Metacha Nata. Shehani anaweka tena chini kwake Benjamin Tanim, anasogezewa Mwashinga. James Wilson anarejeshewa tena mali na Andre Kofi, naye anachagua kucheza na Metacha Boniface Nata. Ndio anaondoka katika eneo lao, lakini bado anakataa. Fontaine kwa mara nyingine tena wanaangushiwa mali, lakini wanakaa vizuri. Shehan Boma huyu anaianza safari, anageuka anavyotaka yeye, huyu anaendelea, lakini safari mwamuzi anaambia inuka. Ilikuwa ni fair challenge, huu ni mpira, sio pool table kwamba kila mtu anakaa upande wake. Alikwenda akawa anaendelea bado kuonesha kwamba yumo, akakutana na daruga lile la Kasuku Ahmed Ramadhani Ahmed ambaye ana kadi ya njano. Hii ni dhahiri sasa show zile za akiingia Joseph Godwin Mwansasu. Wanaendelea kushambulia sasa. Obasi wanafanyaje? Singida inatengwa tena pembeni huku, uza mpira mmoja mkubwa unakwenda nje. Nacheza tena kwake mlinda mlango Metacha Boniface Nata. Wanagonga tu Singida, hawana haraka. Dakika 4 ndizo ambazo zimeongezwa kwa ajili ya kupindia ili mchezo uweze kuchezwa kwa dakika 90. Haya, Tekis Momanyi anafanyaje? Momanyi akatapa na panda vyema kweli kweli. Hiyo ni heko. Shehan! Kibendera kipo juu. Ni offside. Shehan Ibrahim Hamisa, kaunti yake imeambiwa hujafungua, bado wakati wako. Endelea kujitafakari na fuata taratibu kabla ya kaunti kufunguliwa. Wanakuja tena vijana wa Fontaine, anaweka pembeni kwa anafuta nani? Kasuku anaingiza mpira moja ndani kwa bado na baba. Hawajaondoka mali wanayo tena Fontaine. Kuna jambo nao wanalitafuta ndani ya 18. Inatengwa nje. Nachwa bunduki moja na kwenda nje. Goal kick. Huyo ndo kijana Joseph Godwin Mwansasu aliyeingia, jazi yake nambari 49, alichukua nafasi ya skipa Jackson Kataga Shiga. Yupo chini beki wa Singida
Yusuf Hamis Adam, mfungaji wa goli, naye yupo pale, amesogea kwenda kuchukua huduma ya maji. Imeitwa kitanda kumwondoa Ahmed Bakari Pipino, kumchecheza ama kumchechemuza kwenda nje ili endelee na matibabu. Wale watu wa huduma ya kwanza, Shehani aliachia mkwaju, lakini inaonekana Tegis Momanyi aliingilia mchezo kwa kuruka juu. Mwamuzi akasema hii ni offside. Hilo ndo goli la pili kwake Yusuf Hamisi Adam, akaichapa ngoma ikakaa wavuni. Nambari 3 ni kutoka Singida Black Stars, na si mwingine ni jezi nambari 45 Ahmed Bakari. Wanaendelea kusogea juu, kula kitajwa mchezaji bora wa match ya leo ni kiungo wa Singida Black Stars Ahmed Bakari Pipino, ambaye ameumia muda so mrefu, lakini huyo ndo man of the match. Ataondoka na ile tuzo ya wadhamini. Derek Mukombozi anachagua kumwekea parapanda, ambaye naye anaamua kusogeza ule mpira juu, hataki lawama, lakini tayari ameshalokota mbili kunyavu. Anasogea tena Yusuf anamwekea Tegis Momanyi, anafungua akaunti yake mpya ndani ya Singida Black Stars. Alifanya hivyo akiwa na Pamba Jiji. Simu wanaianza na Singida, mechi yake ya kwanza anaweka kunyavu akitumia assist ya Yusuf Hamis Adam, mfungaji wa goli la pili. Angalia namna ambavyo aliingia, akasema ya nini mie, hebu chukua hiyo Tegis Momanyi. Matthew naye akaisukuma kwa mguu wake wa kushoto. Parapanda kuona nafasi yoyote ile, ni kama alisikia mgurumo ama mlio mkali wa parapanda kuashiria mambo amevurugika. Nilikuambia akishapigwa tatu wanaketi kwenye kiti. Amekwenda kukaa Fred Felix Minziro. Majeshi. Goli tatu, Singida Black Stars wakianza vyema NBC Premier League, wakiwa uwanja wa nyumbani Airtel Stadium Mwigulu Complex katika eneo la Mtipa. Wanaonesha kwamba hawataki utani. Kuna jambo labda wamedhamiria msimu huu, ni kweli? Acha tuendelee kujipa wakati. Msimu uliopita walishinda mechi 15, manake nusu ya mechi, wakapoteza mechi 10, wakadraw mechi 5, wakamaliza na pointi zao 50. Filimbi ya mwamuzi Alex Pancras kutoka Dar es Salaam inakamilisha dakika 95. Dakika 90 za vuta ni kuvute, dakika 90 zilizowapendelea zaidi Singida Black Stars na kupata ushindi wa magoli 3-0. Wanakwenda kumbatiana makocha Papi Kimoto na Fred Felix Minziro. Majeshi wafungaji wa magoli mawili kati ya matatu, Yusuf Hamis Adam na Matthew Momanyi Tegis wakisalimiana. Hawa wote walicheza Pamba msimu uliopita. Namzungumzia James Mwashika ambaye alikuwa captain msaidizi, pamoja na Matthew Momanyi Tegis. Ameinuka na anafurahi. Benjamin Tani, raia wa Nigeria, akiongea na mwenzie Nigeria Chukwunonye McDonald Obasi.